Habari, mimi ndo Mwalimu Nyarusi na ambaye nafundisha hesabu na sayansi darasa la 5. Hichi hapa ndio kitabu ambacho mwanafunzi anakisoma. Hebu tuzungumzie kuna topiki ngapi za kitabu? Moja, ukifungua ukurasa wa kwanza utaona kuna sima mathematics, nini, people's book. Sasa wewe kama hauna hichi kitabu, TAI wenyewe au taasisi ya elimu wenyewe wana kopi ya PDF ambayo unaweza kukaa kwenye simu, kwenye kompyuta unaisoma tu bila kuwa na hard copy kama hii. Mimi leo nimebahatika kuwa na hard copy. Tudiscuss kuhusu huyu mtoto wako ambaye unasema unamlaumu anafeli. Kwani shida ni nini? Shida ni hichi kitabu au kichwa cha mtoto ndio kipo sawa, au wewe na mtoto? Maana kuna vingi hapa, au mwalimu na mtoto wote tunachangia, au mazingira. Sasa tuanze kwanza specifically na kitabu. Kitabu peji ya kwanza haina chochote. Kuna zile mambo fulani. Ukifungua Roman 3, Roman 3 ndio kuna table of contents. Yani kuna vitu ambavyo mwanafunzi wako inabidi avisome. Cha kwanza inabidi aanze na measurement of length, mass and volume. Yani kushtuka tu inabidi aanze kujua mambo ya kilomita, mita, sentimita, halafu na volume, vitu kama lita, vitu kama hivyo. Sasa nikiangalia huko ndani, mimi nimefundisha kwa unajua ninachokisema. Ukiangalia kwa ndani unaona cha kwanza tu wamejifunza kuzidisha. Yaani kuingia tu aanze kuzidisha mambo ya mass, volume, sio nini. Kwa hiyo kama mtoto wako darasa la 3 alikuwa hajui table, anaanza kuona ugumu. Yani since day one anaingia tu shuleni pap, anaona shule ngumu tayari, hesabu ngumu tayari. Huu ni msingi. Mtoto wako akiwa la 3 mkazie, sio kusema hivi kwenda mkazie akiwa la 5. Huu msingi kama ulijenga vibaya tu, la 5 amekwenda na maji. Kisha yeye. Sasa chapter 2 ameanza circumference and area of a cycle. Hapa ndipo mimi ninapowauliza TAI, hivi nyinyi watu wa taasisi ya elimu, kwa nini mleta hii topic hapa circumference of a cycle kabla ya mambo kama vile desimali? Kwa sababu circumference kuna 3.14 ambayo ni desimali, kuna 22/7 ambayo ni fraction. Ameanza chapter ya 2 anajifunza desimali. Kifupi ni kwamba hapa anajifunza desimali na anajifunza mambo ya fraction. Haya, tuseme hazijui. Yaani wewe kwanza umeanza kumwambia length, umemsumbua, hajui. Umeingia topic ya 2, mambo ya area sio nini, nayo hajui kwa sababu hivi vitu havifahamu. Cha 3 umeenda kwenye types, mwanafunzi inabidi asome types, factors and multiples of a number. Hii sio mbaya. Hii mwanafunzi ajue tu kugawanya na kuzidisha. Kama alikuwa hajui, hii topic ya 3 anatoka hapa mpaka hapa ni 3 bila. Haya, tuende topic ya 4 inaitwa fraction. Sasa ndio tunaenda kujifunza kitu ambacho kilikuwa kimemsumbua katika chapter 2, mambo ya circumference and area of the cycle. Inabidi ajifunze fraction, ndio anakuja kujifunza leo baada ya kuhangaika kweli na kutumia nguvu ya ziada. Wewe ukiwa kama mzazi, ni kuibia tu siri kwamba sio kwamba mtoto wako ni mgumu sana au mtoto wako ni mbovu hivyo, hapana. Hata kitabu inaweza kimechangia. Sisemi kwamba ndio usikoma naye, kwamba ndio useme lawama kwa kitabu. Wote tuko naye, lakini hapa pia kuna kitu tukijadili. Kwa chapter 4 ni kwamba unasoma fraction. Baada ya hapo unasoma decimal. Kumbuka kwenye swala la circumference and the area of the cycle kuna desimali. Ambayo ni chapter ya 3 ya 4. Yaani chapter 3 mbele inabidi aitumie nyuma hapa. Umeona? Kwa nini asifeli? Hata akifaulu ni kwambie kweli hiyo kazi amepewa mwalimu. Topic ya 6 ni algebra. Hii algebra sio mbaya sana. Huko juu kuna mtiririko. Mambo ya a plus a jibu ni 2a. Hii sio mbaya sana. Si mlaumu wala si nakwambia tu inabidi ajifunze algebra. Topic ya mwisho ambayo ni topic ya 7 inaitwa financial mathematics. Mambo ya faida, hasara, mambo ya jinsi ya kubai, purchase na hivi na vile, mambo ya asilimia za hasara, asilimia za faida, ndio anajifunza hapo. Sasa ukikiangalia hichi kitabu ni chembamba kweli. Kina chapter 7 tu ila kimeshiba. Nikuibia tu siri, ukizungumzia habari ya cycle, kuna area of the cycle, kuna area of the semi-cycle, kuna area of 3/4 sector, kuna area of quarter sector. Yani kuna vitu kibao. Halafu kuna shaded area ambayo ndani kuna cycle, kuna shaded area ambayo kwa nje kuna triangle, kuna shaded area, yani ni vitu vingi sana. Sasa mimi nikiwa kama Mwalimu Nyarusi nimejizatiti kwa kuhakikisha mtoto wako anafaulu somo la hesabu.
Na hakikishaje, nataka mtoto wako afuatilie chaneli hii. Kama mtoto wako hana TV, najua, au wewe ndio unayo, najua unayo, cha kufanya nifuatilie mimi, alafu tupeane mawaidha. Mtoto wako utafaulije somo la hesabu? Huyu mtoto darasa la 5, mwakani ni darasa la 6. Tukimchekea tumevuna mabua. Bwana, mimi ndo Mwalimu Nyarusi, na hivi ndio vitu ambavyo mtoto wako anavisoma, na ukiona anakomalia havielewi, ujue hata kitabu pia kimechangia kumchanganya. Usisahau kumkomalia mtoto wa faulu. Bye bye. Tukutane kwenye video ijayo. Usiondoke. Unaenda wapi?